Hatma, kila chaguo lina gharama. Karim, tutafanya nini sasa? Pesa bado haijapatikana na mnada unakuja kesho. Kiwango hapa hala kuna namna. Ni kukubali tu. Waje hiyo kesho, wachukue vitu vyao, wajilipe. Basi kuna kingine hapo? Hapana mume wangu, kwani tusiangalie njia nyingine ya kupata pesa? Labda kuna mtu tunaweza tukamwomba msaada akatusaidia. Nimeshajaribu vyote hivyo bila mafanikio yoyote, mke wangu. Pesa ndo hiyo nilijaribu kuipata, na kama unavyoona imetupotea, haipo mikononi mwetu. Kwa hapa hatuna njia nyingine, yametufika haya, basi tuyameze, hakuna namna. Lakini mume wangu, ile pesa ilikuwa ni ya mkopo na ilikuwa ina riba kubwa sana. Tangu mwanzo nilikwambia tusichukue kwa masharti haya mabaya. Muona sasa imegeuka kwa mzigo juu yetu. Mke wangu, huu sio muda wa kutupeana lawama kwanza. Unajua hayo mambo yote unataka kueleza hayatusaidii chochote sasa hivi. Muona bwana, hata tufikisha popote. Tumeshajikwaa, tumeshalivaa, hakuna namna. Si unanielewa vizuri bana? Aya, wao watakapokuja hiyo kesho hawataki maneno, hawataki visingizio vyetu sisi. Wanataka pesa yao, na pesa hatuna. Tunafanya nini? Mama, namna lazima iwepo. Yaani hatuwezi tu kukaa tukasema eti tunawasubiri waje wachukue kila kitu, afu sisi tunaangalia tu. Tujaribu basi kutafuta njia nyingine, pengine kuna mtu anaweza akatusaidia. Mume wangu, Mama, kuna habari njema. Kuna taasisi imejitolea kugharamia gharama za matibabu yako. Hivyo kuanzia wiki ijayo watakupangia siku ya kufanyia upasuaji. Shabani mwanangu, umehakikisha ni msaada wa kweli au kuna kitu nanificha? Mama, kwa nini unahisi hivyo? Ama kwa nini unasema hivyo? Unafikiri mimi nitakuwa nimechukua pesa ya Karimu? Hapana, mimi siwezi kufanya hivyo mama, siwezi. Samahani mwanangu, nilitaka tu kuhakikisha. Najua majaribu humkuta binadamu, lakini nataka uelewe Shabani, ni bora nife kwa malazi yangu kuliko nipone kwa pesa isiyo halali. Kweli kabisa. Mama, alafu nimekumbuka. Ngoja mama. Usipende kukata tamaa mama mapema. Unaona hii namba? Hawa ndio watu ambao wao wamekubali kutoa msaada ili wewe ufanyiwe upasuaji. Kwa hiyo kuanzia wiki ijayo siku yoyote itapangiwa siku ya kwenda kufanywa upasuaji. Kwa hili mama, nimejitahidi kwa uhalali. Naomba uniweke kwenye dua zako. Nakupenda sana mamangu. Nakupenda sana. Inshallah Mwenyezi Mungu atakusaidia. Samahani mwanangu, nakuhitaji na nahitajiwa na maisha yenye baraka. Mungu akuongoze na akulinde. Amin. Amin. Mke wangu, hivi nituzungumze hili jambo mara ngapi? Nimeshakueleza, nimetafuta kila njia, imeshindikana.
Umeelewa bwana? Na hapa ndo tumejifunza kwamba hata hao marafiki pia hatuna. Umeelewa bwana? Kila unampigia mtu simu anakwambia na matatizo yake. Kila mtu ana shida zake. Ndo tukome sasa mambo ya kutoka hapa kwenda kujitoa kwa watu wengine ndo hawana cha kutupa sasa. Ndo tumeshayavagaa. Na kwenye maisha mke wangu, haya mapito ni kawaida. Umeelewa bwana? Leo tumelivagaa sie, tulimeze, tujikaze, tuende mbele, tutajua mbele huko ya safari. Kwani ndo kushindwa huku ndo nini bana? Mbona kwa hivyo? Hapana mume wangu. Kwa hiyo si tunakubali kushindwa, si ndio? Yaani tunashindwa kutafuta njia ambayo itatufanya sisi tuweze kupata pesa turejeshe hayo madeni ya watu. Hapana, mimi siwezi kukubali. Tutaishije? Mke wangu, nyie ndo mnaosababisha wanaume wanakufa hivi hivi. Mtu umeshajieleza, umeshatoa mawazo, umeshafika mpaka mwisho, mtu anakung'ang'aniza lete njia nyingine, haiwezekani toka hivi, haiwezekani toka hivi. Mke wangu, hakuna aliyefanikiwa ambaye hakuwahi kufeli. Kufeli ndio hatua ya mtu yoyote ambaye anaenda kwenye mafanikio. Leo kufeli kumetukuta siye. Kwa lazima tumeze, tuvumilie, tuendelee, tuone mbele tutatoka vipi. Hapana mume wangu. Lazima tutafute njia. Kwa hiyo wewe umekubali si kushindwa, si ndio? Hatuwezi kuwa na amani mume wangu. Hatuwezi. Bila kupatikana hizo pesa hakuna amani. Jaribu kunielewa basi. Hivi kwa sababu wewe ndo unatoa machozi hapa, unajua hiyo ndo unaumia sana kwa kuwa si wanaume muda mwingine atulii, tunaonekana tunawachukulia ni poa, si ndio? Hii hali tunaipitia wote, fedhea inanikuta mie pia kama mume. Mie mtafutaji wananionaje huko nje jambo likitokea? Lakini wewe saizi unajiliza hapa unataka bwana wewe. Potelea mbali bwana wewe. Unadhani sitaishije? Atakapokuwa ametuandikia Maulana. Yaani eti mimi naongea na wewe tujue tunafanyaje kupata pesa, alafu unaona mimi pumbavu najifunika shuka eti. Chukuani vitu vyote kwa mujibu wa deni letu, hamuna cha kubakisha humu. Chukua basi. Hatuachi jambo. Si ni mkorofi huyo? Ukorofi ni ukorofi tu. Uweze kuhakikisha kila kitu kichukuliwe Mau, sio kitu kizuri hiki jamani. Kwani tusivumiliane? Walikubali mimi familia yangu ipoteze kila kitu Mau, kweli usinifanyie hivyo sheo. Karimu, biashara ni biashara. Hili deni likifika tarehe latakiwa kulipwa. Ndio. Sasa mambo mawili, chagua moja. Utulipe pesa zetu au tutachukua mali. Hakuna njia ya tatu. Lakini Mau, nisikilize shehe wangu. Mie mtu wa heshima. Hapo unapofanya hivi ni sasa na unanivua nguvu Mau. Kwani wewe hujawahi kukosa ahadi, wewe ukaahidi afu kashindwa kutimiza? Mbona swala la kibinadamu kila mtu anafanya Mau? Kwani unifanyie mimi hivi mpaka unidhalilishe kwa jambo la mara moja tu hivi? Nitalipa shehe wangu, nitalipa. Kwani unifanyie hivi lakini? Kwa nini kitu gani? Hicho unachosema kwa nini wewe? Kwa nini kitu gani? Na kama huamini, tawapigia simu askari sasa hivi. Ili wakifika hapa ujue kwamba hichi tunachokifanya ni halali. Na wewe kama ulitaka ulipwe heshima, wangelipa kwa heshima. Wataka ufanywe heshima wewe tu. Tushamua. Vichukue nini? Sawa. Mariam mwanangu, nilikuwa naomba nikuulize kitu. Hivi zile pesa Shabani amezitoa wapi?
Sijui mama, lakini mimi aliniambia kuna wafadhili wamemsaidia. Wafadhili? Hivi dunia hii sasa hivi ni nani anayetoa kitu chake bure? Mwanangu, pesa haiji vivi, na kila pesa unayoiona ujue ina historia yake. Lakini mama, wewe ndiye uliyemlea Shabani, unamfahamu vizuri kuliko mtu mwingine yoyote yule. Sio mtu wa tamaa, pia sio mtu wa kuchukua kitu cha mtu. Hilo nalijua mwanangu, lakini kumbuka binadamu ni madhaifu. Wakati mwingine shida zinamfanya mtu ajaribu njia za mkato, afanye hivi, apite huku, ili mradi tu afanyikiwe. Ndio maana nakuuliza mwanangu. Shabani hajalelewa kwenye mikono ya tamaa. Ametoka katika nyumba yenye heshima na maadili. Na cha muhimu zaidi, anaelewa thamani ya jasho lake. Maana dunia hii si kila umwonaye gizani ni mwizi, na wala si kila anayejianika hadharani ni msafi. Sijui unanielewa? Nakuomba babangu, nibakishie japo kitanda tu cha kulala mtoto wangu mdogo. Usinichakulie cha kuchukua, kwa sababu hili ni deni, si msaada. Upo? Wache kitanda. Kwani ukifenda lala, usienda lala chini. Chukua mazoezi. Na ukiamka, ndipo kwa mujibu wa amalizo. Na haya ndio malipo ya mtu wa hadithi. Chukua. Usiache jambo moja. Usinisogele. Basi bana, mmeshaamua kutudhalilisha, basi mchukue vitu vyenu kimya kimya. Sasa mambo gani? Simshasema, tushaelewa, mtaka mtudhalilishe mpaka nje wasikie. Mmeshaamua tuanisini, basi yaisha hewala, sawa. Sasa maneno gani unaongea na watu haya? Tumeshindwa kulipa, mmeamua chukueni basi kimya kimya, mtudhalilishe mtaa wote watu wajue. Asemaje huyu? Haya ndiyo malipo ya mtu asiyetaka lipa. Kama hutokea toke haya wangelipa. Ala. Na kwa mujibu wa deni letu humu hamuna cha kubakisha humu. Nachukua tu, lakini deni halilipi. Mkubwa sana. Wewe mkorofi. Usitupangie taratibu za kudai bwana. Hizi ndo taratibu zetu sisi tunapodai. Ha? Na ujalia ndaka kwa mwenyewe. Lia. Chukua. Sivyo tena hivyo. Basi chukueni kimya kimya, hamna haja kudhalilisha watu. Mshaamua kuchukua vitu. Ndivyo taka uzalilishwe. Sisi mshaamua kuchukua kimya kimya, sasa mpaka watu waiteka vitu vinatoka hivi. Bwana Karim. Naam. Unataka nikusaidie nini? Mimi nimekuja hapa bwana afisa kwa sababu naona kimya kinazidi na nikataka nijue maendeleo tumefikia wapi kuhusiana na swala huu bwana mdogo. Hadi sasa mtuhumiwa bado hajakiri kosa. Na ameendelea kushikilia msimamo wake ule ule kuwa hajaiba chochote. Kini afande, haya majibu inabidi tutoe sisi kule nyumbani. Mmenielewa? Mambo ya kusema huu kashindwa kujielezea ni misisi raia, sio nyinyi maafisa. Hilo sio swala kuniambia mie. Nyinyi mna tekniki zenu, mnambinya tu ule aseme ukweli, tumepitwa na muda kiongozi na mimi nina matatizo. Nyinyi mna mambo, si uminye tu aseme tu ukoyo jazi. Tunafanya kazi kwa mujibu wa sheria. Jeshi la polisi haliwezi kumlazimisha mtu kukiri kosa ambalo yeye mwenyewe bado hajakuwa sawa kulisema. Sikiliza afande bwana, tunaelewa hivi vitu sawa.
msiwe mnazunguka zunguka afande, mimi nawe tunaelewa, nasema tu kweli straight. Mambo ya sheria imeenda kushoto kulia, tunapoteza muda. Kama ni swala kitu kifanyike, kuna jambo la kuweka, sema tuweke. Muona bwana, tuko nyuma ya muda afisa, mimi nimechanganyikiwa. Mambo ya sheria kila mtu anajua, lakini tusizunguke zunguke, tuko tayari sisi ili mambo yaende. Nisikilize bwana Karim, kuwa makini na hicho ambacho wewe unakisema. Kama unamaanisha kitu ambacho mimi nakifikiria, unatakiwa kutambua kitu kimoja: kutoa na kupokea hongo ni kosa kisheria, na mimi niko hapa kusimamia sheria. Hivyo siwezi kuruhusu kuona hiki kitu kinaweza kutokea mbele ya macho yangu. Sawa. Nisikilize bwana afande, niwie radhi kama nitakuwa nimevuka mipaka. Najua ni kugafirika tu kutokana na mambo jinsi yalivyo. Nisamehe sana, na sawa, tutasubiri sheria, hakuna namna nyingine hapo. Sawa, tuendelee kusubiria, kila kitu kitakaa sawa. Bwana Shabani, unajua niko hapa mimi kwa sababu gani? Nahisi afande, siwezi kusema kwa uhakika. Sawa. Umekuwa ukifanya kazi hapa kwa muda mrefu sana. Sasa tangu Juma afike hapa, kuna mabadiliko yoyote ambayo wewe umeona? Afande, kiukweli Juma ni kijana mzuri. Sijawahi kumuona akiwa na tatizo na mtu. Ninachokijua kutoka kwake, alikuwa ni mtu wa kufanya kazi zake kwa juhudi sana. Kwa hiyo unamaanisha kwamba Juma haonyeshi dalili yoyote ya yeye kuhusika katika hili tukio? Hapana, sijasema hivyo, lakini sijawahi kumuona akifanya jambo lolote lile la kutia shaka. Sawa. Mazingira ndo anamweka yeye kama mshukiwa mkuu, au kuna mwingine ambaye wewe unamhisi? Sijui afande, ila kama kuna mtu mwingine atajulikana tu. Vizuri Shabani, tunataka ukweli, na kama kuna jambo lolote ambalo unalificha, kumbuka kwa serikali ina mkono mrefu sana. Yani tutaujua ukweli na mwizi tutamkamata. Afande, mimi siwezi kusema chochote kile nisichokijua. Huo ndio ukweli wangu. Sawa, mimi sina shida. Samahani kwa usumbufu Asha. Kuna maswali machache ningependa kukuuliza kuhusu upoteaji wa pesa hapa nyumbani. Ndio afande, naelewa. Naweza kujibu ninachokijua. Sawa. Ulisema mara ya mwisho ulimwona Juma akiwa na Nyata, si ndio? Sasa nilikuwa natamani unaelezea vizuri ilikuwa kuaje. Nilikuwa natoka jikoni, kisha nikamwona Juma anatoka sebleni, lakini ni kama mtu anejihadhari. Okay. Wakati huo kuna kitu chochote ambacho yeye alikuwa amekishikilia au amebeba? Hapana, sikumwona akiwa na kitu, lakini namna alivyokuwa anatembea ilionekana ni kama mtu anayeficha jambo. Sawa.
Kwa maoni yako binafsi, unadhani Juma yeye anaweza akashiriki katika issue? Sijui, siwezi kusema kwa uhakika. Nilisema nilichokiona, lakini siwezi kusema kama kweli alihusika. Okay. Nikushukuru kwa ushirikiano wako. Pia nikutakia kazi njema. Ila samani Lasha. Kuna jambo kidogo nilikuwa natamani mimi na wewe tulijadili. Ni jambo gani afande? Ondoa shaka. Weka namba yako hapa. Nitakutafuta. Unataka namba yangu? Ndiyo, kwa sababu hii ni nje ya kazi yangu. Kwa hiyo nitakutafuta. Yajayo wenye hatma. Tunasikitika kwamba kutokana na hali ambayo tuko nayo sasa hivi tutashindwa kabisa kumudu kuwa na wafanyakazi wa nyumbani. Sitawaacha sasa, hasa kipindi hiki kigumu. Hata mimi pia sitowaacha. Nisaidie tafadhali, nitoe hapa na Khadija. Nafsi yangu inanisuta. Sijui kama kweli Juma ndo amebeba zile pesa. Kwa tutafanyaje baba? Tutaanguka, lakini tutainuka tena. Mwenye mamlaka kupigiwa magoti ni Mwenyezi Mungu peke yake na wala sio mimi. Juma ana tabia za wizi, japo ana makosa yake, lakini hii sio tabia yake kabisa.